Lebase Gueye kutoka Senegal ni jina ambalo limetambulishwa leo hii ndani ya kikosi cha Simba. Huyu ni kiungo mshambuliaji, akienjoy zaidi kucheza kutoka upande wa kushoto ama kulia, vile vile akicheza nyuma ya mshambuliaji. Yes. Wakati anaondoka Senegal ndani ya michezo 11, takwimu zinaonyesha kwa mujibu wa Transfer Market ana assist 2 ndani ya michezo 11. Hajafunga bao lolote, lakini anaonyesha ana assist 2 kwenye kikosi cha Tenger. Amesajiliwa Simba leo hii. Simba wamethibitisha hilo kwamba ni mchezaji wao rasmi. Ni jambo zuri kwa upande wao kwa sababu Simba ilikuwa inahitaji kuongeza mtu mpya hasa kutoka pembezoni mwa uwanja. Licha kuwa ilikuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza yale maeneo, lakini wengi walikuwa hawana ufanisi mkubwa pia. Kwa kama ataleta kitu kipya ndani ya kikosi cha Simba, inawezekana tukaona faida kubwa ama tukaona kuna tija kubwa ambayo itakuwa kwenye kikosi cha Simba. Kwa maoni yangu mimi nafikiri Simba ilipofika ilikuwa ni lazima wafanye usajili. Lazima wafanye usajili. Tena sio mchezaji mmoja. Simba toka kusajili wachezaji wa kimataifa hata 4 hivi ili wakiingia kwenye kikosi chao waweze kuwasaidia Simba kufanya vema. Simba kumekuwa na pressure kubwa sana, pressure ambayo imehamia kwa wachezaji. Mwisho wa siku kuna wachezaji wanashindwa kuperform. Nakumbuka Fadlu Davis wakati anaondoka Simba walikuwa na kiwango bora sana. Wachezaji wengi walikuwa wanaonekana wamewaka, wapo kwenye kilele cha ubora wao, lakini baada ya yeye kuondoka mambo yamekuwa magumu. Wachezaji wale ambao tulikuwa tunaona wana perform wakati wa perform tena, imekuwa ni kama kitu kibaya kwao, yani imekuwa ni kama janga limetokea upande wa kikosi hiki cha Simba. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naamini ilikuwa ni lazima Simba wafanye usajili. Gueye amekuja. Gueye tukiangalia takwimu zake ama historia yake, ameshapita kwenye klabu kama ya Valencia. Alianza maisha yake ya soka ambayo sehemu ambayo ilimtoa sasa ni Diambas Academy maarufu sana ambayo inapatikana pale Senegal. Yes. Diambas imetoa wachezaji wengi wakubwa kwenye soka hili la Afrika na duniani, na Diambas hii ndio ilinasa saini ya nyota huyu, na maanisha Diambas ilinasa saini ya Pape Gueye, ikamtunza akiwa bado kijana mdogo, wakamtoa kwa mkopo kwenda Valencia, akaenda kucheza ile Valencia tu, hakufanya makubwa. Ilitokea mfano kuna nyota mwingine amesha kucheza hapa Tanzania, na maanisha Aziz Ki amesha kwenda kule katika nchi ya Spain, hakufanya vizuri. Celta Vigo mambo yalikuwa magumu, akarudi Afrika akauasha. ASEC Yanga wakamuona akauasha. Leo hii tunavyozungumza mimi na wewe yupo Wydad Casablanca. Kwa hiyo hata huyu Gueye ukiona anapata platform ya kwenda kucheza timu kama ile pale, yani unatoka kwenye nchi yako ya Senegal unaenda Valencia, ni jambo kubwa sana. Kwa upande wangu mimi naamini ana kitu cha ziada, ana kitu ambacho kinaweza kikaifanya Simba sasa ikafika katika ile nchi ya ahadi, ama kiwafanya mashabiki wa Simba waenjoy uwepo wake. Lakini CV yake nyingine kubwa zaidi ukiangalia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Senegal chini ya umri wa miaka 23. Maana ile timu ambayo huyu inacheza kusaka nafasi ya kufuzu michuano ya Olimpiki. Gueye bwana amekuwa na uhakika wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Sasa amekuja Simba ili aendelee kucheza Senegal, ama waendelee kumuita, ni lazima aonyeshe performance bora. Nakumbuka Pape Osman Sako alishai kuonyesha kiwango kizuri Tanzania, akapata platform ya kuitwa timu ya taifa, na kwa umri wake miaka 22 inawezekana akakaa Simba miaka 2 ama 3. Rejea Ahoua amekuja hapa bado mdogo. Leo hii tunavyozungumza mimi na wewe, Ahoua tayari ni mali ya Sela Belouizdad, alikuwepo Tanzania. Ina maana Simba katika eneo ambalo pia wao huwa wambani mchezaji kuondoka, washasema muda mrefu kwamba ikitokea kuna mtu ameweka mzigo unaona nafaa wanakuuza. Kwa hiyo Lebase Gueye anajua afika kwamba ninaenda Tanzania kucheza klabu kama Simba, kama nitafanya vizuri wataniuza. Anajua hicho kitu, anajua kabisa nikifanya vizuri Simba watanipiga bei. Kwa upande wangu mimi naamini usajili huu ambao Simba wameweza kuufanya wakati huu una tija kubwa sana upande wao. Yani ni usajili ambao utakuja kuleta matunda. Unajua mchezaji asipoimbwa sana mara nyingi huwa nimeona anakuja kuperform. Japokuwa ligi ya Senegal unaweza kusema ni ligi ngumu, yani usema labda msemo mnamjua moja kwa moja kwa sababu utakuwa muongo. Sababu ni ligi ngumu, huwezi kuifuatilia ligi ya Senegal. Lakini ni taifa ambalo linatoa talent nyingi. Ni taifa ambalo linatoa wachezaji wengi kiwango cha juu. Lakini wakati Simba wanafanya usajili pia
wakumbuke kufanya usajili wa viongozi. Mimi naamini sehemu nyingine ambayo Simba inawaangusha ni kwenye safu yao ya uongozi. Simba lazima watafute viongozi wengine. Uchaguzi wao unakaribia hapa, wapate viongozi wengine wazuri wenye uchungu na timu, viongozi ambao hawataki 10%. Sababu nishasikia viongozi wa Simba wengi ni wazee wa 10%, wanapewa dili. Akiambia bwana kuna dili mchezaji mkali yupo hapa, anasema kwani mimi nitapata shilingi ngapi hapo? Umeona hata alikama juzi alikuwa anatania. Na huyu kocha wa Yanga ambaye mnamuona sasa Pedro Goncalves, kama sio ujanja wa viongozi wa Simba na kutaka pasenti, basi ninapozungumza na wewe angekuwa kocha wa Simba. Yes. Lakini alishindwa kuwa kocha wa Simba kwa sababu gani? Wazee wa pasenti wanakaa kati. Kuna yule Mwarabu mmoja hivi anaitwa Amahili, yes, kutoka Tunisia, naye alishakubaliana na Simba kila kitu. Lakini wazee wa 10% kama kawaida wakaingia kati, dili kaenda kufa mwishoni. Kwa hiyo Simba wakati inatengeneza squad yao, basi wahakikishe pia wanawatengeneza na hawa watu wasiwepo kwenye timu yao. Mimi naamini kutakuwa na faida na tija kubwa sana, hasa siku chache tu zijazo. Ni hayo tu ndugu zangu, asanteni sana.